Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wengi tunafahamu msanii Diamond Platnumz pamoja na msanii Alikiba wamekuwa ni wasanii ambao wana upinzani mkubwa sana, na watu hawa wamekuwa na ugomvi mkubwa sana tangu hapo zamani, kipindi ambacho wameanza mziki kwa pamoja. Hao watu bifu lao halijawahi kuisha, na watu wengi wako wanajiuliza maswali mengi sana kwamba bifu la Alikiba pamoja na msanii Diamond Platnumz lilianzia wapi? Kuna kitu gani ambacho kilisababisha hao watu wawili mpaka leo hii wamekuwa ni watu ambao wanabishana sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia wamekuwa ni watu ambao hata wakikutana kwa pamoja hawasalimiani. Limekuwa ni bifu la tofauti sana, lakini pia tunaweza kusema bifu lao limewasababisha wakawa na maendeleo makubwa sana kwa sababu ukiangalia msanii Diamond Platnumz alipofungua record label yake ya WCB Wasafi, basi na msanii Alikiba na yeye akaamua kufuata moto ule ule, yani Diamond akifanya kitu na yeye ni lazima akifanye hicho kitu. Baada ya Diamond kufungua record label ya WCB Wasafi, na msanii Alikiba alifungua record label yake ya King Music, lakini pia baada ya msanii Diamond Platnumz kufungua media yake ya Wasafi, na msanii Alikiba tumeshuhudia amefungua media yake ya Crown Media. Kwa upande mwingine tunaweza kusema hili bifu ni bifu zuri kwa sababu ni bifu la mafanikio ambalo wawili hawa wamekuwa nalo, yani hatamani sana mwenzake ampite, mwenzake anapofanya kitu fulani basi na yeye lazima afanye kitu kingine, na kitu ambacho kilimshinda Alikiba ni kufungua Wasafi Beti, hii kampuni ya kubeti, yani kampuni ya kamari. Sasa Alikiba aliwahi kuongea waziwazi kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye ni dini ya Kiislamu na Waislamu hawaruhusiwi haya mambo ya kamari, na hivyo hawezi kabisa kufungua King Beti kama ambavyo waandishi wa habari walitamani kupata majibu yake. Basi waliyapata kwamba yeye ni Muislamu na hawezi kabisa kufungua King Beti kama ambavyo watu wamekwisha kuzoea. Diamond anapofanya kitu na yeye lazima akifanye, lakini swala zima la kubeti basi Alikiba aligoma moja kwa moja kwamba hawezi kufungua hiyo kampuni ya kubeti, itampeleka motoni moja kwa moja. Sasa tumeshuhudia siku ya juzi kulikuwa na mkutano mkuu wa chama cha CCM pale Dodoma, na msanii Alikiba pamoja na msanii Diamond Platnumz walikuwa ni moja kati ya wasanii ambao walialikwa kutumbuiza katika mkutano ule mkuu, na watu wengi sana walifurahi baada tu ya kuona msanii Alikiba baada tu ya kumaliza kuimba katika ule mkutano wa CCM alimuita msanii Diamond Platnumz kwenye jukwaa na kudai kuwa anamkaribisha mdogo wake msanii Diamond Platnumz aendelee kuwaburudisha wana CCM. Msanii Diamond Platnumz alifurahi sana, na unaambiwa alisogea pale karibu na wakakumbatiana na msanii Alikiba, lakini pia waliimba kwa pamoja. Sasa watu wengi walifurahishwa sana na ile tabia ya Alikiba na kudai kuwa amekuwa ni msanii ambaye ni kama vile anatumia umri wake kama hekima fulani kuzifanya zile hekima ili mradi tu aendelee kuwafurahisha mashabiki zake. Na msanii Diamond Platnumz hakusita baada tu ya kuitwa na msanii Alikiba basi alisogea na kumheshimu, lakini pia wakakumbatiana na kufanya tafrija kwa pamoja, lakini pia wakaimba ngoma ya pamoja, na hilo swala likawafurahisha sana mashabiki wa Alikiba pamoja na mashabiki wa Diamond Platnumz, na tukaona waziwazi kwamba lile bifu la muda mrefu ambalo lilitengenezwa hicho kipindi cha nyuma basi kwa leo hii ni kama vile Alikiba ameamua kulizima hilo bifu na kulipotezea moja kwa moja, ili mradi tu waendelee kuishi kwa usawa kwa sababu namna ambavyo Alikiba ameendelea kuishi maisha yake unaweza kuona ni msanii ambaye ni wa tofauti sana, yani mtu ambaye anafuatilia sana dini na anapenda sana kuswali. Sasa anaweza kuona kwa namna fulani alitumia akili za kiutu uzima ili mradi tu kulimaliza bifu lake na msanii Diamond Platnumz na waendelee na maisha mengine kama kawaida. Sasa mashabiki wakawa wanadai itokee kolabo ya pamoja kati ya msanii Diamond Platnumz pamoja na Alikiba, na tunaweza kusema hao wawili kwa sababu bifu lao limeisha kwa sasa hivi, basi kuna uwezekano mkubwa wakafanya ngoma ya pamoja, ule utimu ukaisha. Kuna Team Kiba na Team Mondi tunaweza kusema hizi timu zinaungana kwa pamoja. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.